Kuna mchizi huko hapa na mabinti wawili, ni rafiki zake, wanaishi katika jumba moja la kupanga. Lakini wakati wanaendelea kunywa pombe, mmoja akaondoka, akabakia na binti kidogo hapa. Dada akasema twende tukapumzike bwana. Lakini baadaye dada nakuja kuamka hapa, maskini ameshaliwa mzigo, ikabidi aulize umefuata nini kitandani kwangu? Akasema si uliniambia mwenyewe nije hapa ili mradi tuweze kulala, na ndio maana nimeingia chumbani kwako na tumeshafanya tayari. Lakini ilikuwaje hadi wamefikia hapa? Picha yetu inaanzia chumbani. Kuna binti mrembo yuko hapa anaitwa Lili, yuko zake mtandaoni, lakini wakati yuko anaendelea kutangaza kuna sauti za kelele anazisikia hapa, ikabidi asitishe, akamwambia nitarudi mara moja. Bwana ipiga kelele ni mchizi hapa, anaitwa Deusi, yuko zake anaimba. Kidogo dada akafika, akasema unafanya kitu gani? Akasema jamani, mimi niko hapa naburudika na kuimba, vitu kama hivyo ndio kitu ambacho nakipenda, kwani shida iko wapi? Akasema shida ni kwamba tangia uhamie hapa, yani umekuwa kunipatia mikelele sana, kifupi acha huo pumbavu. Chizi akusikia akaendelea kupiga nyimbo zake kama kawaida, lakini baadaye akaeleza yake hapa. Huyu dada anaitwa Tina, akasema kiukweli huwa anapendezwa sana na nyimbo zako ambavyo unaimba. Je, inawezekana tukapata combination ya kufanya kitu kwa pamoja? Chiza akasema haina shida, naweza nikalifikiria hilo. Dada akaondoka. Baadaye bibi anaingia ndani, asema jamani, yani huyu jirani yako ni mzuri hatari. Akasema wewe mzuri kitu gani? Tangia amia hapa yani imekuwa ni kelele, shughuli zangu haziendi mtandaoni. Akasema jamani, yes anaimba, kwa nini usitengeneze mazingira ukakaa naye karibu ili mradi muweze kufanya project pamoja? Mimi naona mnaendana. Lakini dada amekasirika sana. Leo kuna mchezo huyo hapa, Musa anafika katika hii nyumba hapa. Baadaye dada anafika hapa, asema nimekuja mpenzi wangu, please naomba tuongee. Bibia yuko pembeni hapa, asema mimi ndio nilimuita hapa, anahitaji kuongea naye. Akasema kwa nini umemuita nyumbani kwangu? Nilikwambia huyo mtu usimuhitaji. Akasema sikia, najua nimeukosea, lakini nimekuja hapa kuomba msamaha, alafu nina zawadi nzuri sana kwa ajili yako, please bas naomba ukubali. Chiza akapiga goti. Dada anauliza jamani, nini kinaendelea hapa? Bwana mchizi akatoa pete ya uchumba, akasema mimi nahitaji nikuoe, naomba unisamehe na upokee pete yangu. Je, uko tayari? Dada akasema yes. Japokuwa walikuwa na ugomvi, walitofautiana muda mrefu, lakini kwa kuwa mchizi amekuja kuomba msamaha, dada akampokea. Leo kwamba yuko zake hapa, anaendelea kupiga gitana kuimba kama kawaida. Dada akafika, akasema samahani, kiukweli siku nilitoa maneno mabaya juu yako, lakini napenda sana kusikiliza hiko ambacho nakifanya, na nimekuja na zawadi hii hapa kwa ajili yako, please naomba uipokee. Chiza akasema asante sana kwa kunipa hii zawadi. Akasema sawa, lakini je, unaweza ukaimba alafu nikakurekodi kidogo niwe nasikiliza usiku, kwa sababu huwa napenda sana. Akasema hilo haina shida. Dada akatoa simu, mchizi ikabidi aimbe nyimbo nzuri sana ya kumsifia mwanamke. Bibie akawa ana rekodi, amemuomba kwa lengo la kusikiliza wewe mwenyewe. Lakini baadaye dada nafika hapa, anasema mdogo wangu, hebu nyanyuka uone, angalia kile ambacho umekiposti jana, bwana kimepata viewers wengi kweli kweli. Akasema we bwana, comment nyingi hivi? Akasema ndio, hebu angalia jinsi ambavyo watu na comment wanasema huyu kaka ni handsome kweli kweli. Bwana mchizi Deusi yuko hapa, anapokea simu, anaambia bwana hongera sana, tumekuona mtandaoni bwana, nyimbo zako zinatembea kweli kweli. Rafiki yangu, kama utaendelea hivi utakuwa superstar. Akasema wewe unasemaje? Mmeniona sehemu gani? Mwamba akawaza sana, akaona huyu aliyekuwa amesambaza video yangu atakuwa ni Bibi Lili hapa. Akamfuata, akamwambia wewe umefanya kitu gani? Mimi nimekwambia ya kwamba nilikutumia ile video ili mradi uweze kutazama wewe mwenyewe, sihitaji kuwa maarufu. Kwa nini unafanya upumbavu? Akasema jamani, kwani ni kitu kibaya? Mimi nahitaji wewe watu wakujua. Akasema no, mimi nilikwambia kwamba sitaki nijulikane, na ndio maana nikakwambia usikilize wewe mwenyewe. Akasema sawa, nilisikiliza, lakini akasema no, hakuna cha kusikiliza, futa hiyo video mara moja, sihitaji tena ionekane mtandaoni. Dada karudi ndani, akasema huyu kaka sijui ni vipi. Akasema yawezekana apendi kuwa maarufu, kwa hiyo lazima tumsikilize. Akasema no, wajua anajua. Akimesema hata mimi nashangaa, kama mtu anaimba mziki na anafahamika vile, kwa nini apendi kuwa maarufu? Akasema ndio hivyo, kikweli ngoja nijaribu namna ya kumshawishi. Lakini leo yule ambaye anajiita Musa anaonekana yuko na mwanamke fulani hivi. Yule mwanamke ni mjamzito,
akawa anampeleka hospitali. Dada ameiona hii, anarudi hapa ndani, anasema kuna kitu nataka nikwambie, ila nahisi kitakuumiza, please naomba uwe makini kidogo. Dada akauliza kitu gani? Akisema kiukweli nimegundua ya kwamba Musa ana familia nyingine. Dada akamtazama akisema semaje? Akisema ndio hivyo, nimemkuta yuko na mwanamke fulani hivi anampeleka hospitali, inaonekana kumbe alikudanganya kwamba wewe hauna familia wala chochote. Akisema wewe dada unasemaje? Akisema ndio hivyo, Musa ana familia. Dada amini akalia kweli kweli. Musa alimwambia bibie hana mwanamke wala mtoto, lakini kumbe mchizi na familia. Leo kaja hapa anaomba msamaha, anasema nitakueleza kila kitu. Akasema utanieleza kitu gani wakati nimeshatambua ya kwamba wewe uko na familia alafu ulinidanganya hivyo? Nafikiri mimi nitajisikiaje? Sikia, sihitaji nikuone hapa. Jamaa akaomba msamaha kweli kweli, lakini bibie hataki kidogo. Baadaye usinafika hapa na uliza nini kinaendelea? Wewe kama mtu umeomba msamaha kataa, kwa nini namlazimisha? Bwana mchezi akamkaba. Mwisho wa siku akamtupa kama hivi. Mwamba kwa asila ikabidi aondoke. Lakini kwa nini Deusi amepata moyo wa kumsaidia bibie kwa haraka kama hivi? Leo akakubali bwana kuingia nao mtandaoni, wako zao online hapa, wanapiga kazi kama kawaida. Hao kina dada wanaishi zao, wana page yao, kwa hivyo huwa vitu fulani hivi wanafundisha. Leo wakapata kampani ya mchizi. Lakini siku iliyofuata bwana, kuna mzee anafika hapa, anakutana na dada, ikabidi amuulize huyu aliyepo katika chumba cha pili hapa yuko wapi? Maana mdai kodi ya nyumba ni miezi 3 sasa. Kilicho kuwepo sasa, mwambie hivi, mimi nitamfukuza hapa, sihitaji tena kumuona, maana anachokifanya ni upumbavu. Haiwezekani kila siku na mdai ananikimbia. Asubuhi mchizi yuko hapa, akasema ni kweli yule mzee ananidai, lakini nashindwa kumlipa kwa sababu kwa sasa niko na uguza mama yangu, kwa hivyo pesa zote nazipeleka huko. Dada akamwonea huruma sana, akamwambia pole kama hali iko hivyo kiukweli, lakini mimi nikuahidi kitu kimoja, tutakuwa bega na bega na wewe. Baadaye mchizi uko zake jikoni hapa. Leo kidogo ameamua wa surprise apike chakula kizuri kwa ajili yao, lakini baadaye dada anajilegeza na kuanguka katika mikono ya mchizi hapa. Maana yake ni kwamba ishara ya upendo inaanza kuingia katikati. Leo kila mmoja akawa na perform online hapa. Alianza dada, baadaye akaja mchizi hapa, mwisho wakakutana ili mradi kuweza kupongezana kwa vinywaji. Kinachokonywa hapa ni pombe, alafu ajabu dada akawaacha wawili. Kumbuka pombe sio chai. Wakajikuta hapo kitandani. Bibi asubuhi anakuja kuamka, anamuuliza umefikaje kitandani kwangu? Mbona sielewi? Hebu niambie nini kimetokea hapa? Chiza akamwambia sikia, jana tulivyokunywa ukaniambia nije kichumbani kwako tuweze kufanya mapenzi. Akasema Mungu wangu, niliwezaje kufanya maamuzi kama hayo? Sikia, nimekosea, naomba utoke haraka katika chumba changu. Kilichotokea jana ni pombe na tusije tukarudia tena. Leo yuko na dada yake anamlaumu hapa. Akasema sikia, usije ukanilaumu. Wewe mwenyewe ndio ulisema. Akasema nimesema kitu gani? Mimi nilikuwa nimekunywa pombe bwana. Akasema no. Wewe mwenyewe kwa moyo wako ukaniambia kwamba unahitaji uingie na Deus chumbani, lakini kidogo kuna simu inaingia, ambia sikia, nimeona video yenu inayotrend mtandaoni, kwa hivyo nahitaji mnitangazie biashara yangu na nitawapa shilingi milioni 10 kwa mkataba ambao nitafanya. Bwana dada akamwambia mdogo wake, bwana kuna mkataba wa shilingi milioni 10 kutokana na ile video ambayo ina trend mtandaoni. Bwana wakafly kweli kweli. Leo Musa anafika hapa, anasema nimekuja kupongeza bwana, video yako imefikisha viewers milioni 1. Akasema sikia, mimi sihitaji zawadi yoyote kutoka kwako na ninachokiomba hapa uweze kuondoka. Akasema kwa nini unapenda kunikasirikia? Sawa, nimekosea, sikuambia kwamba nina familia. Akasema sawa, naomba uondoke kwa sababu sikuhitaji tena, mimi na wewe tumeshamaliza. Bwana mchizi inamuuma sana hii. Akamwambia hivi, kwa nini utaki kunielewa? Mimi simekwambia kwamba nilikosea? Mwamba anafika hapa, asema kama ulikosea sasa kwa nini unaendelea kumlazimisha? Mchizi alipofika, dada akaenda kumkumbatia. Musa akaona hapa sio pa kukaa tena, lakini baadaye dada ikabidi amshukuru, kaambia asante sana kwa hiki ambacho umekifanya. Kiufupi umenisaidia sana. Lakini baadaye mchizi leo ametenga muda kwa ajili ya kumwimbia bibi mlembo. Dada yuko pembeni hapa,
Mwamba anaimba nyimbo nzuri ya kuweza kumsifia. Walipomaliza akasema, sikia Deus, najua unahisia na mimi, lakini niseme tu kweli ya kwamba na mimi ninakupenda. Dada akafungua moyo wake. Kisi inapatikana kama kawaida. Kwa sasa mapenzi yameshakuwa moto. Leo bibia yuko jikoni, sio kawaida yake. Dada yake anafika hapa, asema kiukweli hili penzi jipya limekubadilisha. Yaani wewe mdogo wangu leo hiyo wakupika kweli? Maana wewe ni mtu wa mitandao. Akasema jamani, sasa hivi niko na mwanamume wangu, kwa hivyo mume anahitaji kula, lazima nimpikie. Akasema yaani sijawahi kuona hii kiukweli, watu wanabadilika bwana, siamini kama ni wewe. Akasema dada, yaliyopita yamepita, kwa sasa moyo wangu unampenda Deus, kwa hivyo lazima nifanye majukumu yangu kama mwanamke. Akasema safi, hiko ndio kitu ambacho kinatakiwa. Akasema wacha nitimize wajibu wangu, lakini leo wakuzao hapa napiga pombe. Dada naambie hivi, kuna kitu gani ambacho umeficha ndani yako? Usije ikatokea kama ya Musa, kwa sababu moyo wangu ameshaniumiza sana. Akamwambia sikia, mimi hakuna kitu ambacho nakuficha. Akasema sawa, niambie ukweli kuhusu wewe. Akasema kifupi, mimi sijawahi kupata mwanamke ambaye nikampenda kama wewe, na wewe ndio mwanamke wangu wa kwanza katika maisha yangu. Maisha yangu yalikuwa ni busy sana kuweza kusaidia familia, mama yangu na vitu kama hivyo. Akasema ina maana hiki ambacho nakiongea unamaanisha? Chiza akamwambia ni kweli. Lakini leo Musa akamuita hapa, akamwambia sikiliza rafiki yangu nikwambie, unajua yule mwanamke nimemvisha pete. Akasema unasemaje? Akasema ndio, yule ni mke wangu halali kwa sababu nimeshamvisha pete ya uchumba. Kama amekwambia yeye hana boyfriend basi amekudanganya. Akasema no, mimi ameniambia hajavishwa pete. Akasema nisikiliza, nenda kamuulize tena, atakupatia ukweli wote. Nimemvisha pete, kwa hivyo naomba uweze kuachana naye. Akasema unasemaje? Kwa hivyo nimwache mwanamke kwa sababu umemvisha pete? Akasema ndio hivyo, labda kama unahitaji kumuoa mke wangu sawa, endelea naye. Bwana mcheza nafika hapa, akasema hebu niambie, aliyeniambia Musa ni ya kweli ya kwamba kumbe wewe una mwanamume na ulishavishwa pete, kifupi mnapendana au ikoje? Bwana dada akapiga goti, akasema sikiliza nikwambie, mimi nitakueleza kila kitu. Ni kweli alinivisha pete, lakini Chiza kadakia, lakini kitu gani? Na maana umenipotezea muda wangu na kunidanganya, si ndio? Kwa nini hakuniambia ukweli? Bwana dada kila anavyoomba Mchiza amekasirika kweli kweli. Of course amefanya kosa. Kwa nini hakumwambia tangia siku ya kwanza ya kwamba ana pete ya uchumba katika mkono wake? Dada yake yuko hapa, aambia kiukweli umekosea, lakini inatakiwa usiwaze sana, lazima tukamwombe msamaha. Akasema nimeomba msamaha mara nyingi sana, yaani kifupi ameshinda kunielewa na najutia, naona kama vile ni msichana ambaye si stahili. Kwa nini sikumwambia ukweli tangia siku ya kwanza? Ndio hivyo, akasema sikia mdogo wangu, mimi nitaenda kuombea msamaha, kama atanielewa basi na imani kila kitu kitakuwa sawa. Dada analia na kilio cha mapenzi. Leo yuko hapa, chakula akiendi. Dada yake anamtazama, kabidi amuulize mbona hauli? Akasema kiukweli sijisikii vizuri na nahitaji nihame hapa. Akasema kuhama sio solution. Ukihama utaenda sehemu gani? Akasema mimi naona bora nihame katika hii nyumba kwa sababu nitakuwa namuona. Akasema hebu tuliza akili kwanza mdogo wangu, huoni mambo yalivyo? Subiri mimi nitaongea naye. Lakini asubuhi hapa bwana dada amebeba mabegi, msimamo wake ni kuondoka isije akaendelea kuumia. Lakini ajabu, Deus amefika hapa. Alipofika bwana dada akashangaa, ikabidi amfuate. Akamwambia please, naomba nisamehe sana kwa yote ambayo yametokea. Akamwambia nimekuelewa na kila kitu kuhusu wewe, dada yako amenielekeza, kwa hivyo niko tayari kukusamehe. Dada akamuuliza una uhakika? Chiza akasema ndio, dada yako amenieleza kila kitu. Dada yuko pembeni hapa. Chizi asema leo nimekusamehe, lakini pia nimekuja na zawadi. Akisema yani nyinyi mna mambo, hebu niambie zawadi gani tena? Mwamba akapiga goti, akamwambia sikia, hii ni pete ya uchumba, ninahitaji tusiwe tu wachumba bali tuingie moja kwa moja katika ndoa. Je, uko tayari? Wadada akasema yes, tena bonge la yes. Kisi ikapatikana. Bwana hawa jamaa wanaenda kuwa wachumba, uchumba ambao kesho utawapeleka katika ndoa ambayo itaenda kuvuna mapenzi ya kweli kabisa. Ndio hivyo, wakati mwingine uvumilivu ni muhimu pindi ambapo mnapitia changamoto fulani. Usije ukawa ni mtu wa kukata tamaa mapema. Bwana movie yetu inaishia hapa, lakini mwisho wa movie hii lazima tuulizane, je, umejifunza kitu gani? Jambo la kwanza kabisa, tujifunze kuwa kweli tunapoingia katika mahusiano.
kama umeingia katika mahusiano na mtu ikatokea umempenda na amekupenda, basi mueleze ukweli. Kama ulikuwa na ndoa, mueleze tumependana lakini mimi nina ndoa, je tunafanyaje? Tumependana lakini niko hivi, je inakuwaje? Mueleze kila kitu, kwa sababu ukweli ambao unaoficha leo, kama akija kugundua yeye mwenyewe kesho, basi unaweza ukapelekea mahusiano hayo kuweza kuvunjika. Sasa unavunja mahusiano na mtu ambaye bado moyo wako unampenda, hapo majuto yatakuwa ni mengi kweli kweli. Lakini je, kwa wewe ambaye umetazama movie hii kuanzia mwanzo hadi hapa mwisho na kamilika, umejifunza kitu gani? Weka comment hapo chini kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.